Mjumbe. Niambie ulichonitia hapa. Niambie ulichonitia hapa. Kabla sijaanza kaanza kuniambia maneno ya ajabu huyu. Unajua leo imekuwa kama bahati kupata muda mzuri wa kukaa na wewe. Alafu istoshe mimi nikiwa kama mtu wa chombo cha dola ambaye ndo nayeongoza huu mtaa, watu wote ambao wapo ndani ya mtaa wangu. Sijui unanielewa vizuri na wewe mwenyewe ukiwemo. Lakini yote kwa yote ikiwa nanio hapo serikali ambayo imetokea kuniamini, niweze kusema tu na wewe pia imekuamini na imekuteua uje kuwa mke wangu. Imekuchagua uwe mke wangu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, mwanamke mwenzio, kapendekeza wewe hapo uwe mke wangu. Sasa baba, mimi nitakuja mke wako wakati mimi sana mwanangu. Hapo umesikia? Wewe hapo ukikaa na mimi hapa usio muda wote unanipita baba. Mimi nina ubaba gani? Mimi nina kitu gani? Ningekuwa baba ningekuwa nahangaika ndani mimi kukutwa nzima nashinda na sheria mkononi tu. Naumia tu uko ndani toka nje nacheka unanitaje baba. Mimi sio baba yako bwana. Usinifanyie hivyo mwana mwenzio. Mimi mtoto wa mwanamke mwenzio. Kwa nini unataka kunifanyia mambo ya namna hiyo? Wewe hutaki mimi kudimebenda. Mimi bado mtoto mdogo, mimi nabemendeka vizuri. Sasa wewe unafanyaje hivyo? Wewe umeteuliwa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Si mwanamke mwenzio yule. Kaamua kukuteua. Unafika wacha ngapi mtaani mpaka umekuwa na wewe? Oh, shukuru. Na hata samani baba, samani. Asinite baba basi. Mjumbe basi samani. Samani. Nena. Unajua hii ni moja kama ya zawadi yangu kwako. Nimekutuma kutokana na uwezo wangu. Sio hata leo nimependeza kwa ajili yako. Watu wasije kaniona sasa. Fanya vitu haraka. Unaona? Pokea. Huo wote wa asili. Bosi, ile hapa ile faili. Jota. Kuna vitu sivielewa hapa. Kitu gani hicho bosi? Nimeona kuna shoti, unaweza kuniambia shoti imetokana na nini? Bosi anasema kuna shoti. Shoti imetokana. Shoti gani? Mbona mimi na tumepiga hesabu zikaenda sawa? Au unaona kuna kitu kiposta hapa? Kweli tumepiga hesabu? Au itakuwa ni ile mzigo ulioingia bandarini wiki iliyopita? Kuna zile gari zilipata itilafu, tukatoa milioni 20 kwenda kukodi magari mengine kubeba ile mzigo. Nishakumbuka ile issue ya magari yalipata itilafu. Bosi, unakumbuka wiki iliyopita nilikupigia simu? Kuhusu yale magari yalopata itilafu. Tulitoa takriban milioni 20 kukava ile cost. Ndio gap lilotokea hapo. Okay. Sawa, haina shida, nimeelewa. Asante sana. Sawa. Kaendelee na kazi. Mbona kaka? Maisha ya kweli yani sisi masela hatuelewi. Yaani siamini kaka kwamba leo upo na mimi maskani tunakula vitu. Au sio? Yaani tangi hiyo ulipokuwa jela kaka, mimi nipo mtaani hapa. Wakina Ndindo wanaleta sana fujo mwanangu. Wanazungua sana mtaani, wanakuja hadi mtaani kwangu, wanaletea mimi fujo, wanaletea noma. Ameshanileta usela kaka, kwa sababu wewe uko jela. Unajua zi. Lakini Kontawa amerudi. Sikia mdogo wangu, Kontawa nimerudi, sawa. Mwenye mji wake nimeingia, sawa. Acha nipige vitu usinikate steam kabisa. Kitambo sijapiga hivi vitu. Kwa kichwa nasikia kina manjegeka mengi sana. Kwa hizo habari achana nazo, sawa. Amini kaka. Nipige vitu vyangu baada hapo
Kitachofuata utakiona, sawa? Sheria hapana ishi sana. Kiingia kwenye mtego na bana. Amin. Sawa. Tawala. Bosi, nikuja kusikiliza wito wako. Maana nilikuwa naondoka, kuna watu wanamsubiria. Kwa sababu unajua kuna wageni. Mary, nimekuita hapa. Kuna jambo naomba unishauri. Jambo gani hilo? Mary, mimi hata simpendi kama mpenzi wangu. Mimi hata nampenda kama rafiki tu. Lakini ninavyoangalia jambo linakoelekea, naona kama vile kuna ndoa hivi. Afu ni kitu ambacho hakiwezekani. Mimi siwezi kuolewa na Mate. Kwa hiyo hapo shida nini yani pointi yako? Mimi acha kujifanya kama uelewe. Wewe unajua fika kabisa kama mimi nampenda Baraka. Mimi kwa Baraka sijiwezi kabisa yani. Mapenzi yaingiliwi, lakini ninachokiona unachoongea sio sahihi. Kwa sababu gani? Wewe mwanaume unayempenda wewe akupendi, simu mpaka umpigie yeye akupigii. Mimi tatizo ni moyo mama. Nafikiri mimi nitafanya nini? Mimi Baraka nampenda, mwenyewe unajua nampenda Baraka. Mimi bosi wangu siwezi kukushauri chochote. Mapenzi yashauriwe, utakavyoona wewe sawa. Na ile jambo hata nikimwambia brother Juta atashangaa sana. Atakuona waajabu. Kwa hiyo maamuzi yako. Sawa basi. Mimi nitajua cha kufanya. Basi sawa bosi, ndio mimi niende nitaendelea kuongea na wengine kwetu. Sawa na shida. Sasa bosi. Usiniite bosi hapa mtaani. Mbona nataka kuleta matatizo? Basi samahani. Mimi naelekea zangu nyumbani. Wewe, unaelekea nyumbani? Alafu mimi niache na nani hapa? Na wakati unajua kabisa nguo zangu zote zipo kwako. Unajua nishasahau. Basi twende. Hivi hamna mtu yote aliyotuona hapa? Hapa hamna. Vipi mzee? Shida nini? Habari hapa. Kwema. Naomba kuonana na mkuu wenu. Una appointment naye? Ndio. Vipi mkuu? Vipi mkuu? Kuna mzee mmoja amefika hapa ofisini mweupe hivi ana mvi. Vipi unamfahamu? Unamfahamu? Hapana, ndo kwa mara ya kwanza nimemuona hapa. Wewe ushaanza kuleta uzembe sana kwa ofisi. Hapana, amesema ana appointment na wewe. Anaitwa nani? Mwambie Msisiri. Anaitwa Msisiri. Msisiri. Ndio. Ruhusu apite. Sawa. Asante sana. Ndio. Kijana wangu. Anafanya kazi kwa uzuri sana. Jambo kijana. Mate. We Mate. Malaika. Mambo vipi? Poa, mbona kama uko sawa?
Hamna, mimi niko sawa tu mbona? Mimi niko sawa mama. Vipi, mbona mapema leo? Ya, nilikwenda kule sijamkuta. Ndio maana nimewahi kurudi. Sawa. Basi sawa. Leo kidogo mambo yamekaa vibaya. Sina hata hela hapa, hata sielewi tutakula nini. Usijali, kuna chakula kidogo nimekuja nacho hichi. Sawa, vizuri basi kaa. Atakandae basi. Sawa, basi ngoja nikaandae msosi ngimeza nitakushtua. Da fresh. Hapa. Sio kweli, Mungu mkubwa. Mungu mkubwa kwa kweli. Sikutegemea kabisa yani. Habari za maisha bwana Neno? Masijui wewe. Kwema sana. Asante. Bwana, mimi nina tatizo kidogo. Ndio. Kuna mtu ananizuia mambo yangu yasiende. Sawa sawa. Ananinyima amani. Ili mimi nipate amani na nipate mafanikio. Ndio. Ya hilo swala ninalokusudia. Huyu mtu sitaki kumuona. Kijana yeye ndo huyu. Kijana mwenyewe. Huyu kijana ananisumbua. Na mipango mikubwa ya kula mimi mpaka nakufa au nazeeka kabisa. Huyu ananizuia. Usimchumba tu. Kwa hiyo kwa muono wako huyo ni mchumba. Mchumba tu. Kama Bimali hapa. Nende na kuamini sana. Sawa sawa, imeisha. Hii picha niachie. Ukifanikisha swala hili inakuwa hela ngapi kuandalia? Kama tulivyoongea kwenye simu. Asante. Mzigo wako upo. Haina shida. Nikuingizie kwenye akaunti au nikupe cash? Limeshaisha, iliingiza kwenye akaunti moja kwa moja. Nakutakia kazi njema. Asante sana. Ngoja. Afadhali nimekuona. Sijakutia machoni muda. Bwana. Hebu sema ulichonisimamishia. Sawa, kwenye point. Yaani tangu ulipoondoka, yule mwanaume naye kaingiza mwanamke mwingine ndani. Sikusikii au sikuelewi? Yaani sasa hivi imekuwa pika pakua. Pika pakua. Sawa? Na nikikaa naye maskani anakupanda. Ananiambia kwamba unatumia mkorogo wa 2100. Viatu vyako vya 1100 Manzesi. Si ndio? Rangi yako nyeupe ya kununua. Tena nakwambiaje? Amekuacha wewe kwa sababu kitandani mzembe. Kwa hiyo mpenzi wangu mimi ndio maneno yote anakuambia wewe hayo? Ndio. Kwa hiyo una uhakika gani? Ina maana wewe mwanamke umemuona kwa macho yako? Tena sasa hivi ukienda wako pale ndani wanakumbatiana. Sasa hivi mpenzi wako maji yenyewe anauza masaa 2 matatu, yupo geto. Subiri. Naenda sasa hivi nyumbani. Nikikuta tofauti na ulichoniambia hapa, yani utanitambua. Haki ya Mungu, unamkuta? Nakwambia unamkuta. Kushoto kulia. Kushoto kulia. Yaani kama Mama Amina. Nakwambia achana naye ni kwa mimi mpuzi. Kwanza yule kwanza nyumba yenyewe nimempangisha mimi. Mimi ndo fanza house.
Achana naye, nikuchukua mimi mbwa. Kama kawaida. Vipi? Hakika. Twende pale. Hapo maeneo ya mtaani kabisa ujue. Mchana tunamtembea tu bado. Baridi. Sasa ingieni kwanza hapo maskani kwanza, tukamjadili kwanza huyu Ashura na tunamfanyaje. Alafu ujue